Bwana asifiwe. Hivi tunavyovirithi vya kidunia vinapotea, vinaisha, lakini Mungu tunavyomrithi hapotei, yeye ni wa milele na milele. Sema Mungu ni urithi wangu. Tuendelee, andiko lingine anasema Warumi 8:16. Roho mwenyewe hushuhudia na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Sema Roho, weka mkono kifuani. Sema weka mkono kifuani. Kila mmoja weka mkono kifuani. Sema Roho anashuhudia na roho yangu kwamba mimi ni mtoto wa Mungu. Hilo neno mtoto ni teknon. Maana ni mtoto wa kuzaliwa. Ni mtoto wa kufanyaje? Wa kuzaliwa. Katika Yohana 1 pale mstari 12 anasema wote waliompokea aliwapa mamlaka au uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Sasa kazi mojawapo ya Roho Mtakatifu ni kuingiliana na roho zetu na kutupa uhakika wa wokovu wetu. Ndio hilo neno ushuhudia pamoja na roho zetu. Yaani unajisikia umeokoka na una uhakika. Mimi na uhakika kabisa nimeokoka na naenda mbinguni. Kinachonipa uhakika ni Roho Mtakatifu katika roho yangu. Yaani Roho Mtakatifu na roho yangu tumeingiliana kiasi cha kwamba tumekuwa kitu kimoja. Bwana asifiwe. Waraka wa kwanza wa Yohana pale 4 mstari wa 13. Waraka kwanza wa Yohana pale 4 mstari wa 13. Maandiko yanasema anakaa ndani yetu na sisi tunakaa ndani yake kwa huyo Roho aliyetupa. Na hapo anapokaa ndani yetu na sisi tunakaa ndani yake kwa huyo Roho aliyetupa, Roho anashuhudia na roho zetu, anavyoona na roho zetu zinaona hivyo hivyo kwamba sisi tumekuwa watoto wa Mungu kwa sababu tumezaliwa na nani? Na Mungu. Sasa anasema na kama tu watoto basi tu warithi, warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo. Naam, tukiteswa pamoja naye tupate kutukuzwa pamoja naye. Sema kwa sababu nimezaliwa na Mungu, mimi ni mrithi wa Mungu. Nimerithi pamoja na Yesu. Kitu cha kwanza nilichorithi pamoja na Yesu ni mamlaka aliyopewa Yesu. Yohana 3:35. Amepewa mamlaka yote. Kwa hiyo umerithi mamlaka ya Yesu kwa jina alilopewa lipitalo majina yote. Lakini namba 2, wewe ni mrithi pamoja na Yesu, umerithi uumbaji. Amen. Umerithi uumbaji. Kila kitu katika uumbaji umerithishwa pamoja na Yesu. Waebrania 1 mstari wa 2. Kila kitu katika uumbaji umerithishwa pamoja na nani? Na Yesu. Alivyo navyo Yesu na wewe unavyo. Warumi 4 mstari wa 13 anasema Yesu, Ibrahimu alipewa ahadi kwamba katika uzao wake, kwa njia ya uzao wake Ibrahimu atafanywa mrithi wa dunia. Uzao uliokuwa unatoja pale ni Yesu. Na Yesu huyo anaonyeshwa kama mrithi wa dunia. Waebrania 1:2. Mrithi wa vitu. Ile ni urithi wa vitu ambayo iliandikwa kwamba atapewa Ibrahimu na uzao wake. Na huo uzao wake ni nani? Ni Yesu. Na Yesu ni kichwa cha kanisa. Kwa hiyo tumerithi na Yesu kwa sababu sisi na Yesu tu moja. Kwamba ni Bwana Yesu Kristo ambaye ni mzao wa Ibrahimu amepewa kurithi dunia nzima, na sisi tumerithi dunia pamoja na Yesu, lakini pia tumerithi mamlaka ya kutawala pamoja na Yesu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo mtazamo wako, hata kama una mahitaji, usijitazame kama maskini, jitazame kama wewe ni mrithi wa dunia pamoja na Yesu. Kwa hiyo vyote vilivyoko duniani ni vyetu. Maandiko yanasema vyote ni vyenu. Nafikiri Wakorintho wa kwanza 3:21 na kuendelea pale. Vyote ni vyenu, nani ni wa Kristo na Kristo ni wa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo na kama tu watoto basi tu warithi, warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo. Tumerithi mamlaka ya Kristo aliyopewa na Mungu, mamlaka yote mbinguni na duniani, lakini tumerithi dunia aliyopewa
Kristo na Mungu. Bwana asifiwe. Hicho ni upande wa kwanza, ni warithi pamoja na Kristo vitu alivyopewa Kristo. Lakini upande wa pili ni warithi wa Mungu mwenyewe. Haleluya. Naposema ni warithi wa Mungu, sio kwamba yani mimi ni mrithi wa Mungu kwamba ninarithi vitu vya Mungu. Sizungumzii hicho. Nazungumzia mimi nimemrithi Mungu kama treasure, kama mali. Yani Mungu nimemrithi, ni wa kwangu. Unaonaje hiyo? Sio tu nimerithi vitu alivyopewa Yesu, na mimi nimepewa mamlaka, nimepewa na dunia, lakini hata huyo Mungu aliyempa Yesu Kristo, mimi aliyempa Yesu kila kitu, mimi nimemrithi. Bwana asifiwe. Haya mambo hayawezi kuwa dhahiri mpaka tu tunayatafakari, tunayarudia, tunayasema, tunayarudia, tunayasema. Shetani atakusukumizia matatizo kukutoa kwenye focus, lakini kumbuka wewe ni mrithi wa Mungu. Kwa hiyo hiki ndio ninachokisisitiza. Zaburi 16 mstari wa 5. Bwana ni fungu. Hebu sema, Bwana ni fungu langu na kikombe changu, wewe unaishika kura yangu. Anaposema Bwana ni fungu langu, tafsiri yake Bwana ni posho. Hii neno posho, Zaburi 16:5. Hii posho yangu maana Bwana ni urithi wangu. Yaani posho yangu ni Bwana mwenyewe. Bwana ndio urithi wangu, ndio chakula changu. Bwana yule nafsi yake mwenyewe. Daudi anasema hivyo. Maombolezo 3:24 anasema Bwana ndiye fungu langu. Neno fungu langu na yenyewe ina maana urithi ule kama posho hapo. Husema nafsi yangu, kwa hiyo nitamtumaini yeye. Hebu sema, Mungu ni urithi wangu. Aliyeumba mbingu na nchi ni urithi wangu mimi. Unaonaje hiyo? Jamani, mnaonaje wewe ufahamu tukiwa hivyo? Tukaukulia hivyo, tutakuwa ni watu wa namna gani? Andiko linalosisitiza kuliko haya yote ni hili. Kumbukumbu la Torati 10 mstari wa 9. Anazungumza kuhusu Lawi. Anasema ndipo asiwe na fungu Lawi wala urithi pamoja na nduguze. Bwana ndiye urithi wake, kwa mfano wa vile alivyomwambia Bwana Mungu wako. Anasema Bwana ndiye urithi wake, kwa mfano wa vile alivyomwambia Bwana Mungu wako. Mungu alimwambia Lawi yeye ni urithi wake. Yani Lawi anamrithi Mungu. Unaona hiyo picha? Wana wa Israeli wote walipewa maeneo mengine. Kaleb wakapewa sehemu yake, Yuda wakapewa hivyo, wakapewa wote maeneo. Ilipofika kwa Lawi hakupewa. Urithi wa Lawi ulikuwa Bwana mwenyewe, ndio sehemu yake, ndio posho la Lawi. Kwa hiyo Lawi akamrithi Mungu. Kwa hiyo hiyo sura ya kwamba tumemrithi Mungu inatokea Agano la Kale kwenye hilo andiko. Mimi Mungu ni urithi wangu. Hebu sema, Mungu ni urithi wangu. Kama Mungu ni urithi wako au kama Mungu ni urithi wetu, ina maana vyote ni vyetu. Nasi ni wa Kristo na Kristo ni wa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo katika kujitambulisha katika Kristo Yesu, leo tujitambulishe kwamba Bwana ni urithi wetu, Mungu ni urithi wetu. Hii inatufanya tuanze kukua na kufikia eneo la kuwa wana na si watoto. Sema kuna wana na watoto. Pale katika Warumi 8:16 anasema Roho ushuhudia na roho zetu ya kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Maana tumezaliwa na Mungu. Lakini Warumi 8:14, hebu sema Warumi 8:14. Anasema wanaoongozwa na Roho wa Mungu ndio wana wa Mungu. Kwa hiyo kuna wana na watoto. Wanaitwa huios. Watoto wanaitwa teknon. Kwa hiyo huios maana yake ni wana ambao ni watoto lakini wamekuwa wakaingia kwenye cheo cha uwana. Uwana ni cheo. Utoto ni kuzaliwa. Uwana ni position, ni nafasi ambayo unaingia.